Kulonga na Mwenga Njili Rose. Siri ya usiku wa tatu ni ya mioyo, si ya maneno. Kuna muda naye unaangalia vitu vyako na vitu. Sasa unavokaa hivyo na mimi najua wewe mzimu ushakuingia kichwani. Inaonekana mpaka wewe naye pia talisiri ishakushika. Unaanza kuiogopa. Wewe unasema eti huwezi kuogopa eti kitu, hamna kitu kinakutisha wewe. Wakati wewe usiku unatokaga na tochi. Tochi sio ishara ya woga, lakini ni kujua wapi na kutakiwa kanyama. Ndio hivyo tu. Na hisi wewe bro utakuwa umelala. Ila ukumbuke watu wanasema ile siri ya usiku wa tatu imerudi mchana. Haijalishi siri nani anaimiliki, na haijalishi nani ambaye anajua kuhusu siri. Popote pale alipo tutamshika. Yaani hapo tu ndo unavyonichanganyaga bro. Bro naona unajichanganya sana. Kwa nini usiache? Wewe unahusiana nini na mambo hayo kwanza? Ukweli ukishajulikana kila kitu kitaisha. Hatuwezi tukawa kila siku tunabaki na maumivu ya wale ambao waliyatafuta matatizo. Na hatuwezi tukakimbia tatizo lishakuwa letu. Lazima nitalipata. Na mimi moyo wangu kabisa wewe kaka mwenyewe unajua. Sura hii ya usomi na mambo ya mizimu ni wapi? Yaani moyo kabisa sina. Nadhani moyo ambao uliopewa ni moyo wa kina Rukaiya. Wewe ni muogaoga sana kama wa kike. Wewe ni wa kiume. Sasa ulipofika huko tunataka tuvunjane ishi. Rukaiya si wa kike wewe. Ina maana watu wanaweza kanilamba. Usipokuwa makini watakuramba. Sio kulamba tu. Watakukula kabisa. Kaza. Tutafute ukweli upo wapi. Tujue shida ni nini. Baada ya hapo tulimalize tatizo. Sio kila mwaka tuwe ni watu ambao wakuzika jamaa zetu na marafiki zetu. Mimi kwanza ushanichanganya kwanza bro. Mimi bwana kama vipi niende zangu kwanza sasa hivi ushanivuruga. Wewe ina maana umeanza kunitamani mimi kweli? Mimi Rukaiya kweli? Ina maana nikiwa pamoja na nyie watakuwa nilambi? Hawezi kukulamba. Ila ukiwa muoga kama hivyo. Giza limeficha siri za dunia, mbali na kelele za mchana. Hizo siri ninazojua zina uongo mwingi ndani yake. Tupatie wewe huo ukweli. Mara nyingi ukweli ni hatari kuliko uzushi. Sasa kama unachokifahamu wewe kina hatari kuliko kile ambacho sisi tunakifahamu, wewe nini kinakutesa? Hamna, akinitesa kitu chochote. Huo ukweli unaounadi kila siku unaofahamu, kwa nini usiwaite watu na ukawaambia kwamba ukweli ni kitu gani? Hamna. Ipo siku nitajua siri. Kaka naona umeadimika kama godoro mwezi wa kwanza. Hamna. Unajua hizi biashara zetu za mboga mboga wapi naye kuna muda mwingine unatakiwa uje mtaani kidogo hata utuone. Umekuwa adimu kama maisha yao yamekujia wewe. Unajua nazunguka sana mtaani nachoka kaka. Na leo yani ninavyokuona tofauti kabisa ninavyodhania. Au umeonja kidogo Wanzuki? Hamna, nasema watu wote wanaogopa kusema. Ila kuna kitu kimetokea juzi mchana. Naanza sasa kumalizia mudi kabisa. Kitu gani sasa siboni nyoshe kabisa. Ndio maana hamtakiwi kuwa dadisi sana. Kwa hiyo wewe ndio unaofahamu muda sahihi ni upi wa kuutoa huo kweli. Unajua nini? Usilolijua ni sawa sana usiku wa giza. Unajua uzungu unawapoteza kiasi cha kwamba mnasahau mila yenu na asili yenu. Mnajikuta tayari mshakopi mila za kizungu. Kwa sababu muda wake bado hujafika. Na ukifika muda nitausema ukweli. Siku zote mzala mwiba mguu utatende. Na kuhurumia sana.
nitayabeba yote. Mimi na nguvu. Yaani mwaka huu unaona kabisa naenda kujitia kitanzi mwenyewe. Sasa ndio uje. Kabla ya mizimu naenda kutangulia mwenyewe, sasa naenda kufa. Usitaki tupishane kauli. Nimekwambia muda ukifika utaijua hiyo siri ya kweli. Shogangu, mbona sikuelewi siku hizi? Kwetu huji, sio kama zamani. Au kuna kitu nimekukosea? Kama nimekukosea si uniambie kuliko unavyofanya hivi. Sasa mbona kwetu huji siku hizi? Mambo mengi. Mambo mengi gani wewe? Yaani pole wako. Mbona sikuelewi? Huyu ana nini jamani, mbona haeleweki? Makubwa. Hizi alama za nini? Ili nione. Zamani ndio lilitolewa, ila watu walikuwa hawataka kulisikiliza na wakalizarau. Ila ili onyo na muhimu sana na lina maana yake. Sasa ni tufanye tukimbieni basi. Tulia basi. Ushaanza. Yaani unaanza kukimbia tena. Tuache kuwaza tunatatuaje ili jambo. Unaanza tena ukimbie. Sasa hilo onyo linatuhusu, si limekaa tu hapo kwenye miamba tu hayo. Ukishindwa kuongea, jaribu kunyamaza. Ili jambo mpaka limefika hapa, ishakuwa hata ni kesi ambayo ina umuhimu sana kuifuatilia. Asije kaisha mmoja mmoja kama kuku. Twende na nyoza kijasiri basi. Hapa cha kufanya, tutafuta solution. Hakuna kubishana. Ukweli tunaweza tukapata kwa mtu mmoja tu. Mzee Mwavita. Ani yule mzee hata jinsi alivyo hata simwamini. Acha uoga yako basi nawe. Vipi sasa? Sikia. Kwa kuwa ukweli upo kwake. Na si kwake, hata kama ungekupo chini ya kaburi tungeufuata. Wewe wa kiume, shida nini? Mbona lialia? Sikilizeni. Mimi nitaenda kwa mzee Mwavita. Nitaenda kuongea naye. Nikishajua tatizo nini, ni rahisi sana kulikabili. Sawa. Acha uoga wako, Dion. Hatua zangu kwenye mchanga zimeandikwa na mwezi, ili siri ya usiku wa tatu imefungwa, imehifadhiwa katika mawimbi ya giza na nuru. Ni nani atakayejua? Karibu sana. Asante sana.
Karibu sana kijana. Asante sana mzee wangu. Samahani kwa kusumbua. Bila shaka. Na kwamba kitu kimoja tu unieleze kuhusu ukweli ambao mnaoficha kila siku. Kijana, unataka ukweli ambao kila mtu amefurukuta kujua? Huo ukweli ndio sisi tunaotafuta kila siku, lakini nyinyi kila siku mnaoficha. Tujue basi madhara yake, jinsi gani tunaweza tukajiepusha katika hiyo madhara yanayopatikana na huo ukweli. Kama kujua ukweli kuna madhara na mzee wangu unaofahamu, kana bado unaendelea kuishi mpaka leo. Sitaki nikuaminishe, ila bila shaka kijana, unafahamu mti wa mwembe una msimu wake. Kwa hiyo ukweli siku zote ni gharama. Kama tunavyosubiri matunda ya maembe yanaanza maua, yanaanza zeni matunda vidogo vidogo, baadaye na yanakuwa yanafika, yanakomaa na kuiva. Kwa hiyo naomba usubiri kidogo, utakuja kujua. Lakini mzee wangu, kwani kufahamu kweli sasa hivi na baadaye kuna tofauti gani? Mimi nahisi ni mapema sana. Mimi Umenifahamu vipi? Nakufahamu, ndo maana nimekuita. Unavyosema hivyo huwa unanichanganya, mimi sijawahi kukuona kabisa. Kwa sababu wewe ni chaguo. Nahisi naweza nikakuvisha mzigo mzito ambao leo kesho ikawa gharama kwako. Mimi nahisi tusizidi kupoteza muda kijana. Una vitu vingi, umri wako wa kutafuta huko. Nikupe tu riziki njema, nenda katafuta. Mzee wangu sawa, lakini pengine si vijana mnaotudharau tungewasaidia katika huo ukweli ambao mmejibeka katika mabega yenu. Mimi naamini ni hofu yenu ya kuhisi kwamba pengine ukweli una madhara kwetu, lakini sivyo hivyo mnavyodhani. Nikutakie mchana mwema mzee wangu. Nashukuru. Asante. Unaweza ukaenda. Hivi hawa watoto wa siku hizi wanaparamia tu vitu vya zamani, vitu vizito, wakijua labda kama mitandao yao hiyo wanaekesha humo, wanafanya hivi. Unavyosema hivyo chaguo, nifafanulie vizuri ili nikuelewe. Nikwambie kitu, wewe ni mwezi katika usiku wa siku ya 3. Kijiji chote wanakujua, na ndio maana hawataki stori na wewe, maskini ya Mungu, mjukuu wa Shetani. Una maana gani kusema hivyo? Giza linapofunika anga, ni nani atajua? Nuru ya mwezi haina sauti. Nisamehe.
Giza linapofunika anga, ni nani atajua? Nuru ya mwezi haina sauti, lakini ninaeleza. Nyota zinacheza zikimwaga siri kwa upepo. Ni usiku wa tatu, ni siri iliyojaa. Nani ataweza kufungua mlango wa ajabu? Ilisi